ishara yako asubuhi ya leo. Teme yetu nasema 5 choses qui attirent les miracles. Vitu 5 inayo kokota miujiza. 5 choses qui attirent les miracles. Jambo kubwa sana ni kwamba wewe ukishaokoka haupashwe fata miujiza au kutafuta miujiza. Lakini kuko buto 5 ambayo ukiiponda inaleta muujiza. Basi Biblia inasema ishara hizi na miujiza itafuatana na waaminio. Muujiza ni kitu ambacho huamini kama kinaweza tokea. Ya ukikaa ndani ya chumba unasema hii kitu haitatokea. Muujiza ni maombi yale ambao labda umeomba mpaka ukasahau na ukasema hii kitu inashindikana sana. Muujiza ni kile kitu kisichowezekana kwako, kwa familia yako, kwa wanadamu au madaktari, lakini kwa Mungu kinawezekana. Muujiza ni kitu ambacho kikikutokea kinakushangaza hata we mwenyewe. Yaani unakaa unatoka mpaka machozi ya furaha na unasema hiki kitu kilikuwa hakiwezekani kutendeka. Muujiza ikitokea ndani ya majirani yako, maswali zimetokea. Ni huyu tuliyemfahamu wala haiko yeye. Muujiza ikitokea kwa sababu inapita akili na fahamu zako, na watu wanaokuzunguka wanaweza kuita mchawi. Wanasema huyu amegusa dawa tu, hawezi akatendewe hii kitu. Muujiza ikitokea inakuongezea imani ya kumsogelea Mungu kila siku. Manake kwa tafsiri nyingine, imani huja kwa kusikia neno la Mungu. Imani huongezeka kwa kuona jibu ya maombi. Sijui naeleweka vizuri? Ambia ndugu yako, imani huja kwa kusikia, lakini imani huongezeka kwa kuona muujiza. Mtu mmoja aseme amen. Tatizo si kuwa na imani, lakini tatizo ni kuwa na imani inayoongezeka. Ni pale Yesu aliambia wanafunzi, mkiwa na imani hata kama punja ya haradali, mtaambia mlima uondoka na mlima utaondoka. Imani ya Musa mbele ya bahari ya Shamu na imani ya Musa baada ya kuvuka bahari ya Shamu haiko sawa sawa. Walipovuka bahari ya Shamu, imani imeongezeka. Na wanajua tu aliyetuvusha bahari ya Shamu, hata ikitokea matatizo ya aina gani atatupigania nao. Na waombea walio na imani leo, Mungu awapatie majibu ya ile imani, kisha ile imani yenu iongezeke. Nipe amen zaidi ya jirani yako. Muujiza inakupa kitu cha kusema kwenye hungiongea. Inakupa ushuhuda. Biblia yenyewe inasema aliye na mwana wa Mungu ana ushuhuda. Nani anaamini miujiza ipo? Mnaamini muujiza ipo? Jamaa yenye haijengi haiolewe, wewe unaweza olewa. Muujiza ni kwenda kubarikiwa mwinchi yenye ukuzaliwaka ndani. Muujiza ni kukubaliwa na una mtu wa kukusemea. Muujiza ni kukonfondre madaktari. Mbona wewe tulikoona na hii magonjwa inaenda wapi? Unasema nimeona muujiza. Aya. Iko mtu mwenye Mungu atafanyia operation mwaikiti, na itakuwa operation sans cicatrice. Iwe diabetes itakuachilia, iwe sida itakuachilia, iwe mapepo ya kizazi yako itakuachilia. Sema inawezekana. Kadiri uko tu nasema amen, mbingu ifunguke juu yako. Kadiri tuko nasema amen, magonjwa ikuachilie. Kadiri uko nasema amen, deni zilipwe. Moja aseme napokea.
Niko nasikia ni kama mwalimu ataongea. Na utabarikiwa. Muujiza ni kutendewa kitu ambacho kitakuwa na kuongezea hamu ya maabudu. Unajua maabudu ni kukumbuka Mungu amekutosha wapi. Ndio maana saa ya louange na adoration kuna watu wengine wanajisahau. Paka analala chini. Anakumbuka kile kitu Mungu amemtendea. Mungu akupe muujiza. Hebu nisikilize. Tupatie zile pointi 5 ambazo tunaleta muujiza. Mtu mmoja ni Mrumi. Mrumi kwa wakati huu ni taifa la wapagani. Warumi mnaowasikia asili yao ni kuabudu miungu na sanamu. Warumi mnaowasikia asili yao ilikuwa katika uchawi. Hawakuamini kitu kingine. Na ilikuwa taifa la kwanza baada ya Misri kuwa na jeshi ngumu sana. Mpaka wakafikia kiasi wakaenda kolonize Israeli. Walikuwa nguvu. Uchumi ya Warumi ilikuwa juu kushinda uchumi zingine. Wakaenda Israeli, wakakamata Israeli, wakakolonize Israeli. Ni tofauti na Wamisri. Wamisri hawakukolonize Israeli. Ni Israeli ilikwenda utumwani Misri. Lakini Warumi walitawala Israeli ndani ya nchi yao. Na wakaweka magavana. Wale wakina Kaisari mnasikia, wakina Herode. Na wakatawala. Ni watu ambao walikuwa na akili ya juu sana, lakini walikuwa hawamjui Mungu wa kweli. Ni watu waliabudu sanamu. Ni watu walipenda vitu vya kimungu mungu, lakini hawajui Mungu wa kweli. Kuna watu wa aina hii. Kuna watu wanapenda vitu vya kimungu, lakini hajakutana na Mungu wa kweli. Ndivyo walikuwa Warumi. Na katika asili yao waliachia kila mtu uhuru ya kuabudu Mungu anayetaka. Ya maana tu useme ni Mungu unayemwabudu. Kwa wakati hii taifa moja iliyokuwa na Mungu ni Israeli. Lakini fikiria sasa, inawezekanaje watu wa miungu waende tawala taifa ambayo ina Mungu mzima? Maswali ya kujiuliza. Kwa sababu Biblia yenyewe inasema ukiwa na Mungu hautakuwa mkia, utakuwa kichwa. Sasa inawezekanaje taifa ambayo ina miungu haijui Mungu yende itawale taifa ambayo inamwabudu Mungu? Labda ni magumu kuelewa hii swali, utaielewa baadaye. Inawezekanaje Wafilistini waende mpaka waibe sanduku ya agano ambao Mungu anaketi ndani yake na waipeleke kwao? Inawezekanaje? Inawezekanaje wakina Jezebel, Ahab, watu wa miungu watawale Israeli? Inawezekanaje? Inawezekanaje wapagani ambao hawajui Mungu waendelee kutawala fasi ambapo wewe ulitakiwa kubarikiwa? Ni maswali ya kujiuliza. Katika utafiti wa ufunuo ya neno la Mungu, Mungu anakaa ndani ya sanduku la agano. Ndio hii mnaona wanachapa pale. Israeli wote walijua sanduku ya agano ni uwepo wa Mungu. Ni Mungu mzima. Wafilistini walikuwa na jeshi ambao ilikuwa inapiga Israeli saa inataka. Na nguvu ya Wafilistini haikukuwa silaha. Ni mungu mdogo waliomwabudu anaitwa Dagon. Maana Wafilistini
mbele waende kuvita, wanafanya masakrifisi kwa ule Dagon. Sasa Israeli ilipomwacha Mungu wa kweli, Wafilistini wakaanza piga Israeli kila wakati wakitaka. Sasa attention, unapoona adui yako iko na kuinukia mkazi, anakuinukia mkartier, usione maneno anasema, usione vita anasema. Nyuma ya ile maneno kuna roho, kuna Mungu fulani, kuna uchawi fulani. Sasa jeshi ya Waisraeli walikuwa wanapambana na Wafilistini, lakini walikuwa hawapambani na Dagon. Na hii ni matatizo sana, wakati unapambana na wachawi na hauna nguvu ya kupiga uchawi. Ni matatizo sana wakati unapambana na watu wanaokusema mabaya, wakati haujue ni roho gani iliyowasukuma. Sasa Mungu yeye hakuwake anaatake efe, anakuwaka anaatake cause. Mungu yeye hapiganake na matukio, anapiganake na sababu iliyofanya tukio litokee. Sijui utanielewa vizuri hapa. Bwana akaruhusu sanduku la agano liibwe. Wakati linaibwa, likapelekwa muhekalu ya Dagon. Kumbe Mungu hawezi itika kumuchanga na Mungu mwingine. Ile usiku akasaga mapua ya Dagoni, ile usiku akakata mikono ya Dagoni. Kwa tafsiri nyingine, alikubali wamuibe ili aende amalize nguvu ya Wafilistini. Natabiria mtu mmoja asubuhi ya leo, Mungu atakubali ionekane sawa vile madhaifu ili aende ateketeze maadui zako. Nipe amen zaidi ya jirani yako. Nipe amen zaidi ya jirani yako. Mungu asipige tu maadui zako, lakini apige nguvu za maadui zako. Sema inawezekana. Ndapanda Ufunuo nielewe. Uko tayari twende? Walishapiga Mungu wa Filistini, hana tena. Sanduku ya agano inarudia. Tuko pamoja hapa? Wakati inarudia ni utawala wa nani? Wa Daudi. Wanaimba, wanafurahi. Sanduku ya agano waliipelekaka kwa kuiba, lakini wakairudisha na dhahabu juu. Aliyekupeleka kwa dharau atakurudisha kwa sheria na heshima juu yako. Ambia ndugu yako, Mungu haiko mdhaifu. Akijifanya mdhaifu, manake kuna kitu cha maana na kwenda kuikamata. Mbona Mungu wenu alikufa? Juu Yesu akubali kufa, alikuwa anakwenda mpaka kwa hekalu la Ibilisi kule kuzimu, ili amnyang'anye funguo ya kifo na mauti, ili apasue kitabu cha hatia na mashitaka. Sema utukufu wa pili wa nyumba hii utakuwa mkubwa kuliko wa kwanza. Vingine huwezi ukavielewe leo, lakini kule mbele utaelewa sababu. Mtu mmoja aseme amen. Juu ya nini Waroma ambao hawana miungu watawale taifa yenye iko na Mungu? Ni kwani Mungu alikuwa na wakokota wa Roma wakutana na Mungu wa kweli. Utanielewa vizuri. Ukisoma nyaraka za Paulo kwa Waroma, utaelewa kwamba Waroma ni watu ambao walimuelewa Mungu zaidi. Kwa sababu mtu ambaye ana kiu ya kujua kitu fulani, akipata kia kweli anakijua vizuri. Wana wapagani wanatutawala, bwana wapagani wana manyumba kutushinda. Katika Ufunuo, Mungu anataka watumie nguvu nyingi ili wewe utawale mali yao kwa neema ya Mungu kesho. Acha watumike kiujinga, kuna siku utapata ile fasi. Mtu mmoja anipe amen vizuri. Sasa huyu akida Mrumi akakamata Muisraeli akamfanya mtumwa ndani ya nyumba yake, na Biblia inasema akampenda ule mtumwa wake sana, mpaka wakawa kama marafiki wa karibu.
haingi. Unajua Waisraeli hawaitike mwingine mtu ingine kabila iingie fasi wanaombea. Waisraeli hawakubali mpaka hivi nakwambia. Yaani ukienda Israeli kuomba na Waisraeli ndani ya ile sinagogi zao hawakubali. Fasi moja wanakutana na watu ni kwa ile hekalu Sulemani alijengaka. Kwani Sulemani alisemaka kila taifa, kila lugha watamuita Mungu hapa. Lakini kwa mahekalu za Wayahudi wanakuangalia wanasema wewe ni kabila gani? Toka. Sasa huyu ninayekwambia ni Mrumi. Hana haja ya kuingia kwa sinagogi. Lakini akaambia Wayahudi, mimi nawapenda. Hakuijenga kwa sababu ni Mkristo mwa ile sinagogi. Anaijenga tu kwa sababu anapendaka vya Mungu na anapenda taifa la Israeli. Haijenge kwa sababu kuko ka intere fulani anatafuta nyuma ya kuijenga. No. Anaijenga kwa sababu unajua kuna watu wana ndoto wanasema sitakufaka na siyafanya monima juu ya Mungu. Sitakufaka na siyafanya kitu kenye watu watanikumbukia hako. Na hakuna mtu amemsaidia kuijenga. Ye mwenyewe anajenga sinagogi. Alipoimaliza anakamata funguo anaambia Wayahudi mwende muabudu pale. Kila mara wanapoabudu pale wanamkumbuka aliyejenga nini? Sinagogi. Tunaelewana vizuri? But ye mwenyewe haingi yake kwenye sinagogi. Ye mwenyewe ni mtu wa kuabudu miungu na uchawi. Lakini sasa hata kama naabudu miungu, lakini huyu Mungu wa Waisraeli ni Mungu mwenye iko juu sana. Acha nijenge sinagogi kwa ajili yake. Fikiria kile kitu vizuri. Hapendi kusema nitakuwa kesho representant, kesho yake nitakuwa mtu fulani. No. Naifanya kwa utukufu wa Mungu peke yake. Mungu akupe ile neema. Mpagani huyu, Mroma, mtu mwenye miungu inajaa nyumba yake, lakini anaweka Mungu number 1. Matendo ya Mitume sura 10. Kuna mwingine Mroma hapa ambaye hajabatizwa kwa maji mengi, lakini anaitwa nani? Cornelio. Paka Biblia inasema Mungu akamwambia Petro, wende umwambie maombi na sadaka zake zimenifikia. Ni mpagani, lakini alikuwa anajua hata nifanye chochote kuna Mungu aliye juu. Tuko naelewana? Okay, sasa nikupatie swali. Yesu alikuja kutafuta nani? Si alikuja kwa ajili ya Israeli peke yake. Kondoo iliyopotea. Israeli peke yake. Yesu hakukia na programu yako na yangu. Tusikwe tunashitia moyo. Alikuja kutafuta kondoo iliyo. Acha nisafiri kwa maandiko. Unakumbuka kuna wakati kwa mwanamke Mkanani alimfuata akamwambia, mwalimu, ponya binti wangu. Alimjibia nini? Chakula ya watoto siwezi ipatia imbwa. Kwa nini anaweza kumwambia nyie mko maimbwa? Israeli ni kondoo, lakini nyie mko to mama haiko mwenye dhambi, siseme vile, haiko mchawi, lakini kama Yesu hakumtendea ni kwa sababu haiko wa kabila ya Israeli. Tunaelewana vizuri? Haiko wa kabila ya Israeli. Swali yangu ni hii, Mroma naye ni wa kabila ya Israeli? Si mtu wa mataifa? Kama mama ni imbwa ya dike, manake jamaa naye ni dume ya imbwa, kwa sababu haiko Muisraeli. Mwanamke akasema, baba, hata imbwa inasubiri makombo itokao kwa meza ya bwana wake.
Yesu akamwangalia akasema, imani kama hii sijaiona kwa Israeli. Wende zako utendewe. Sasa huyu Mroma anashtuka, naona yule aliyempenda sana ni mgonjwa. Tena maandiko nasema alikuwa anavutia kifo. Manake walikuwa wanajua ikifika saa moja, saa fulani atakata roho. Mroma akakaa, akaangalia miungu yake yote haina power. Alikuwa amesikia habari za Yesu. Akasema nisiendelee kubanabana miungu yenye haina mwanzo, haina mwisho. Acha nimtegemee yule. Lakini akaangalia, nikienda ongea naye, labda hiyo jibu aliyomjibia mama atanipa ile ile. Kwa sababu mimi ni Mroma, kwa siwezi kwenda kuonana naye. Acha nitafute wazee wa Israeli. Akaambia wazee, mkuje tuongee wazee. Mtumishi wangu ni mgonjwa sana. Si nyinyi ndio Mafarisayo mnajidai kuombaomba na mnajua sheria ya Musa, mumponye. Wakasema kwa magonjwa hii fasi nafikia hapa, nguvu ya kuponya hatuna, lakini tunajua yule jamaa unayemsema sema ana uwezo wa kumponya. Sasa akasema, nyinyi mwende mumwambie akuje aponye mtumishi wangu. Mimi siwezi enda kwake. Mimi sistahili kwenda kwake. Alijua kabila yake haimruhusu kwenda kwake. Mwende. Napenda hao wazee. Walipofika mbele ya Yesu wakasema, mwalimu, kuna akida mmoja ambaye ni Mrumi na ana mtumwa ambaye ni mgonjwa sana, karibu kufa, na anakutaka ukuje kwenda kuponya yule mgonjwa. Wakaongeza kitu wakasema, na anastahili kutendewa hii. Sio tunaelewana vizuri? Wakaona tusimalize phrase. Kama tumaliza phrase mbio mbio na tuyaweka haka, atatuambia sikukuja kwa ajili yao, nilikuja kwa ajili ya Israeli. Wakamtangulia wakasema, anastahili kutendewa hili. La kwanza, anaipenda taifa letu. La pili, ametujengea sinagogi. Yesu akasema 20. Swali yangu ni hii. Ningelikuwa hapo nimwambia tu Yesu, samani, mimi ni mtume katika mitume wengine. Kwa nini kwenda kwa imbwa? Na ulisema hapa mwanamke Mkanani nani? Ni imbwa. Mbona huyu naye ni imbwa dume? Tena ni Mroma? Yesu angeniambia funga kinywa. Ni imbwa yenye lijenga. Kwa tafsiri nyingine ni imbwa yenye ilistahili. Pointi kubwa ya kwanza, les miracles on les mérite. Andika, les miracles n'est pas comme la grâce. Neema hatuistahili, lakini miujiza tunaistahili. Sijui naeleweka vizuri? La grâce c'est une faveur. Hatumerite neema, lakini tunaokoka kwa neema, tunajazwa kwa neema. Miujiza haikuja hivi, unastahili. Na wawezi wakaseme mtu anastahili kitu kama hakuna kitu alifanya. Sikini kunaeleweka vizuri? Anastahili ni subasma ya kufanya ile maombi anapeleka iwe na nguvu. Hapana omba Mungu na hauna subasma. Hapana omba Mungu na hakuna kitu ulishakafanya juu ya Mungu. Utaomba nini? Ezekia kufa utakufa. Nabii anatabiri. Tena nani? Isaya. Ezekia anageukia kibambazi. Hakuanza alia machozi tu. Hakuanza sema Baba unirehemu nikumbuke, Baba umenifia Golgotha. No. Alisema kumbuka. Kumbuka. Mwache vitu ya kubatia moyo. Unaweza lamuka, unalala maskini, unalamuka tajiri. Ni bongo. Ça fait 30 ans ulalaka, awalamuka tajiri hata siku moja. La richesse
on la mérite. Mtu anapiblie tu pale ku Facebook. Ukiweka amen hapa utaona. Weka hayo kama utaona. Utabaki pale pale. Parce que miracle wanaistahili. Unakuja mkanisa asubuhi, Jehova nikumbuke Bwana, maisha yangu badilike. Rebro seka baba. Yes. Unarudia, unafika kujumba, unaanza kucheza damu. Maisha yako iko vile vile. Parce que Mungu abariki maombi ya muombaji, anabariki kazi ya mikono ya muombaji. Parce que le miracle on le mérite. Niko naeleweka sieleweka? Baba nataka niolewe na daktari, tu daktari watanioa Jehova, daktari. Hata ukuta wapi? Fanya medicine. Anza vala kanzu saa hii. Mpite yako na huko namsalimia materni ya kinganga. Atakuona kule kule. Parce que miujiza banaimeritaka. Ule mtu alipona kisima Betsaida, hakuwa mbali na kisima Betsaida. Ukitaka uolewe na politician, usikue mbali na politiki. Tuko tunaelewana vizuri hapa? Oh, labda mnisikie. Jichomeke tu. Mimi sitaolewa na mtu wa huku. Na huyo hata lugha nyingine isipokuwa mashi. Mtaongea lugha gani? Mimi nitaolewa na mtumishi wa Bwana wa nguvu zaidi. Oh, haleluya baba, namkamata. Mtumishi wa Mungu akamatike na milomo. Uko na roho ya kuishi naye. Unastahili kuishi naye. Neema hatustahili, lakini miujiza. Il y a des conditions pour recevoir le miracle. Sijui kama niko naeleweka vizuri hapa. Baba, hii mwaka haitaisha sijajenga nyumba Jehova, ndajenga. Naona nyumba yangu baba ya chumba 5. Mungu haogopaki ile material ya Kiswahili. Unapata $20 unakula yote. Unapata ingine 30. Makuta itakuya tu. No. Mtu mmoja alisema hivi, cha maana haiko kile kinyo ulipata. Cha maana kile kinyo uliweka. Combien tu as gagné? Na ngapi nyeko mkonte yako? Sasa kwenye mnakuja kufia kwa mambo ya miujiza, mnahitaji miujiza ambayo haina gharama. Ni pale manabii wa uongo wanawakamata. Hamjajua kwamba kuna shurti imewekwa. Wale wachakuja kumwambia Yesu, ponya tu mtumishi wa akida. No, wanasema anastahili. Uliza ndugu yako, mwambie unastahili nini? Unajua maana ya kustahili? Kustahili maana yake unaenea. Kustahili maana yake ile fasi yako hawawezi wakaweke mwingine. Kustahili maana yake unaprouve kila mwana kuzunguka. Malgré qu'on prêche que Esther trouvait la grâce et la faveur aux yeux des rois, tunahubiriaka vile Esther alikuwa na neema, anapata kibali, mais Bible inatuambia Esther était aussi très belle de taille et de figure. On nafikiri Esther angekaa hata neema. Si Bible inasema mfalme mwenyewe alisema mletee mwanamke mrembo tena bikira. Noke pamoja na maneema zake mekameme naye alikuwa anastahili. Mwenzake kunalamuka kila seroera, anaanza maombi, anamaliza 2h, 3h, majene, 3 jours seke, 4 jours seke, anaenda panda milimani, anarudia kumtafuta Mungu. Na unafikiri mtakuwa sawa sawa? Wewe unafikiri mtakuwa sawa sawa? Acha kujitanganya. Wakati wewe uko na vimba tumbu, mwenzako una vimba maono. Iko na vimba upako. Halafu mvia Mungu na saa. Tuko tu sawa. Ba Gabriel bala hakuna vile walifanya juu kwa vile. Ni mavitu tu moya maneema ya mawakati. Utakufa na roho mbaya.
Waliotoka mbali na Mungu ni wale wanafika mbali tena. Nipe amen zaidi ya mwenzako pale. Oh, President Tshisekedi. Eske President Tshisekedi huko wenye alifanyaka? No. Njoo nawaza baba yake aliprepara ka avenir yote kwenye mtoto wake anaweza ikala kesho. Sijui niko naeleweka vizuri. Dunia hii haiko hasara. Hii dunia ni ma precision. Chochote apandacho mtu ndicho atavuna. Mwenye aliingia mwa hii dimanche ya miracle ya asubuhi na mwenye kuingia, eske mko sawa sawa? Utatoka tu hapa uko na baraka yenyewe. Ungenipa amen Bwana ifanye juu yako. Oh, mimi na regretter bibi yangu anisikiake, na regretter koma bwanangu vraiment nishindikana, bwanangu vraiment haiko fidèle, bwanangu anipake franc. Est-ce qu'on a mérité une femme insoumise? On a mérité binyo uko unasema? Un homme vantard, orgueilleux, on a mérité soumission? Mambo ingine haikuye mhewa. Bwana anaangalia. Eske huyu anastahili? Hauyakuwa hata na kitu mhausalimia nake tena. Hauyakuwa hata na kitu. Kwenda Kishasa unarudia hapa, hauye tena Kiswahili. Mbote yenu kule. Mbote yenu. Na tunajua kwenu. Mungu akikuinua tutapumuaka shi. Chambre mwana salo, kitanda moya yenye iko saa ya kumorge, lakini hawezi lamuka wengie mdimanshi ya asubuhi. Usingizi kwa utamu sana. Kukitanda ya vile. Siku tabarikiwa mbeto. Tutakuonaka tena we. Mtu jua ka franka dogo na kwa tu mikono mu. Nishaka wala mwingine mwenye juu kama ya $200 iko natembea na 5. Njoo anamwambia mbona unafaa mgulu asenisha nenepa. Desa? Mungu na magumu sana. Mnaomba vitu ambavyo hamstahili. Ndio maana havitokee. Dunia hawezi influencer leo parce que unayajitetea. Non. Unaweza expliquer mwanadamu. Vous savez ce qui se passe avec Dieu c'est quoi? Kama unafanyia mtu kitu kibaya msekre, ule mtu ajue. Mbona unakifanya msekre kibaya zaidi. Mungu anakia anaingia mroho ya ule mtu, anakutosha mroho yake. Unaweza expliquer bila unataka. Mroho yake haiko tena. Na wakati yote unajua mtu anakuwazia vyenye yafanyaka, roho yako inakuwa na amani. Na unajua akijipoteza ni laana yake yenyewe. Sasa magumu mko mnaishi nayo, mko mnakorogana na Mungu, napenda sasa ukonfenkre mwanadamu. Ni kitu inawezekana. Garso mwana laga Kishasa asa anaenda kuveye, kwenda ukonseri ya Weranson. Na ile konseri ya Weranson iko napita kwa RTNC. Na yeye njoo kwanza mule ku Aisha katika jamaa yake anasema frère iko kuveye iko wapi? Asubuhi anachomoka. Banamwambia fail kwa saa fail kwa moto. Roho alisema mwaka sana nilikufilme. Wewe huyu. Sasa Mungu juu yuko na ile makamera yenye iko na majiga yenye haitaishaka. Unatoka mwenfidelite yako mwanamke unakia mnyumba sheri bizu. Mungu anasema Yuda huyu. Semeni ya Yuda ilishapita. Banapatia Yesu bizu na biko na muuzisha. Tuachi merit kwa. Biblia inasema chochote apandacho mtu, maisha usikuwa napenda wenje utendewe mema tu. Umeshafanyana nani mema? Ukitembelea kwa watu huko mgeni, pakupatie chakula, pakupatie gari ya bure ya kutembelea, est-ce que toi tu peux le faire pour les autres? Unzefanya juu ya mtu mwingine? Parce que Mungu anaambia Israeli, msiache kupokea wageni kwa maana hata nanyi mlikuwa wageni Misri.
Wengi wakulomba tu msamaha, wakuabudu. Eske ushaluba mtu msamaha? Ni pale mrudie nyuma, uko najiuliza, même si je prie, mimi nastahili nini? Nishafanyia Mungu nini kwa maisha yangu? Wakati kama maandiko nasema apandacho mtu atakachovuna. Sadaka yako yatambuka 500 francs. Sadaka yako yatambuka 1000 francs. Utavuna nini? Utavuna 500 francs. Njoo utaangalia maisha yako, haukosei ule maboro. Ma 200 francs, ma 500 shaba, ushopanga majina. Ma 1000 francs, parce que kenye unapandaka, choki unavunaka. Bwana hawezi muintimide na bidii yako. Anamlipa kila mtu kadiri ya matendo yake. 5 ans dans une église, usaka invité bangapi bashaokoka juu yako? Au contraire, tena kazi yako ni kutosha wenye ulikutana ba orienter fasi nyingine. Una mérité nini? Ça c'est la première des choses. Les miracles, on les mérite. La deuxième des choses, la foi attire les miracles. Sema imani inakokota muujiza. Weka mkono juu, sema Jehova unisaidie. Nipe neema ya kuwa na imani. Est-ce que mnaeleweka vizuri? Dai expliquer. Wazee wanaenda washamwambia Yesu haya maneno. Yesu ni mzuri sana. Anasema okay, nishamaliza discours yenye nilikuwa mimi naongea. Twende mpaka tumuone atendewe miujiza. Yesu akaacha mambo yote alikuwa anafanya. Na wazee wanaelekea kwa nani? Kwa akida. Aseme akida aliposikia wanakuwa karibu na kwake, akatuma rafiki zake wamwambie, sistahili kupokea nyumbani kwangu. Vous savez pourquoi? Parce que alijua nilijenga hekalu, lakini miungu yenye niko nayo nyumbani kwangu sistahili kupokea. Speak one word only. Neno moja peke yake na mtumishi wangu atapona. Yesu akaangalia akaambia watu, imani kama hii siaiona mu Israel. C'est très fort. Maana yake kama nasema imani kama hii siaiona mu Israel. Sasa ya Abrahamu ilikuwa nini? Na Abrahamu ndio baba wa imani. Sona mabitu mwa wengi vinavunjana moyo. Kama na huko wa familia ya Abrahamu pale, unaweza tuambia Yesu pardon, unasema? Au yaona imani kama hii mu Israel. Sasa ya baba yetu Abrahamu. Kuna mtu mwenye apendake utape mwingine kwenye iko interdit en fait, uko mu relation na mtu au ni fiancé yako, kisha uanze tapa ex wako na mko naye. Ile bonyumba hautaishi. Meko bwana ya maro mbaya se tulikuwa kwa mama Prida anapiga. Bibi yake anamwangalia. Anafanya nini? Manake hii mimi nafaka humu. Na bwana na anasema kama utakomprendre mbaya. Mimi nasema siaona kama unapiga sasa mama Prida. Ule bwana ni malere. Ukitapa ex wako mbele ya bwana yako, haupendi ile mariage. Hata ex wako alikuwa wa hatari na bwana yako na kichwa sakale ya bato. Wewe tuko naambia sheri hii vichwa njoo ya wanaume watafika mbali. Hapana kufikia mnivoa. Nilikuwa na fiancé wa mbele. Alikuwa wa maana. Mena alikuwa wa maana. Pourquoi? Haukumwoa. Ambia mwenzako acha kutapana kwa niko. Pastor mwa Kindu nilienda ubiri Kindu, ashaka ubiri hapa. Kisha na imhubiri mzuri ule pastor. Kufika kwa nyumba alishuhudia hapa. Yake akasema naishtapa kuhubiri. Maromo alifika ashabazimisha nyie bote.
Pastor akamuniga shingo. Pastor akamwona tani zoea wewe. Anaambia bwana usiniwie bure, wewe ndio fundishwe kule. Hauye kitu. Pastor saka sirika moyo une semaine. Mais après kumaliza seminaire akipiga magoti akanambia vraiment vie bali nizarau ilikuwa ya kweli. Sasa huyu anasema anastahili kutendewa hivi. Yesu anasema siaona imani kama hii Muisraeli. Na Petro iko pale. Angesema nini? Petro angesema inakuwa mama zarao sasa hii. Mais Yesu alijua pourquoi alisema vile. Il y avait trois causes. Cause ya kwanza, ule mtu alimuita Bwana. Mon Seigneur. My Lord. Mwende mmwambie. Hakumuita mwalimu. Alimuita Bwana. Bwana mu Israël, mon Seigneur, c'était comme le mari de quelqu'un. Ça c'est en Israël. Manake unaitika ukwe bibi. Ule mnaita Bwana anageuka nani? Bwana. Lakini angalia. Kuba Roma kuita mtu Bwana haikukuwa même titre na Israël. Appeler quelqu'un Seigneur en Israël, ilikuwa grade ya armée. Na njoo ilikuwa grade ya mwisho armée. Sasa vile mkongo grade yetu ya mwisho ni general. Kwa tu mwa mwenye anataka kaleta ya marshal hakuishi siku mingi. Me ya mwisho ni general. Sasa kule kuba Roma grade ya mwisho ni kuita mtu Seigneur. Hizi magrade zote za Israeli za Baroma unaweza zisomea, unasoma, unazipata. Mejuba kuite Seigneur haina besoin ya masomo. Aseme mkutim na politiki ya armée romaine inaomba ufanye kenye wengine wayafanyaka juba kuite Seigneur. Unaweza fanya nini? Aseme kama kuko mtu mwalikuwa munyie anafanya rebellion, anajitosha munyie ni soda, ni general, anafanya rebellion yake ingine ya kubaatake. Na mnajua vizuri adui wa mubaya ni ule mwenye mlikuwa naye kisha akajitosha. Aseme sana nenda kamata batu anafanya rebellion aanze baatake munyie, ifo kutoki umoya. Mwenye ataenda kumfuata kwenye alienda apigane naye, mais à une seule condition, asimuue. Amupige kisha amudepouiller. Kisha mulete mbele ya armée romaine, kisha akanyage kichwa yake mbele ya watu na aweke epee yulu. Akisha iweka juu, bana deklare wanasema huyu ni Seigneur. Mungu ananisikia vizuri? Bana deklare wanasema huyu ni Seigneur. Sasa huyu akida kuita Yesu Seigneur ni kumuita mujina ya fiti. C'est très profond. Or hakuna mtu mzuri sa mtu wa kuita mujina ya fiti. Kuingia mkonaissance manake mbinguni kuko arbe ya Mungu, me rebel moya shetani anashuka kudunia, anaforme rebellion yake, kisha Seigneur anatoka mbinguni, anakia mpaka kumsalaba, hata uwa shetani atamkamata, atakanyaga kichwa chake ili kila goti ikunjwe na ulimi ikiri kwamba Yesu ni Bwana. Nani kona meni zaidi ya mwenzake hapa? Sijaona imani kama hii. C'est-à-dire ni imani ya kuona vitu mufitu. Kuko mwananisikia vizuri? Muterme ingine, sistahili ni kupokea nyumbani kwangu. Sema neno moja. Alijua Yesu mwili ambuteage itatuma asifike mbele, lakini Yesu neno iko na vitesi ya kufika mbele. Kuna mtu mwenye Mungu ataongezea vitesi asubuhi ya leo. Ungenipa amen Bwana angefanya zaidi hapa. Ya tatu, hata kama nilikujengea sinagogi, haizi nipatia kiburi mbele yako. Et la parole de Dieu déclare que l'humilité précède la gloire. Qu'est-ce que c'est la foi? Imani mnasema ni kuwa na uhakika ya mambo unayotarajia. Imani ni kuona kesho yako leo. Tunaelewana vizuri? Imani ni nini?
ni kuona kesho yako leo. Imani ni kuona 20 yako leo, kuona 10 yako leo. Na unaambia watu, hata mniache, Mungu ananichua. Hata mnikatae, nitawasaidia siku fulani. Parfois mtu mwenye yuko na imani unaweza fikiri ni orgueil. Haiko orgueil. Me anajua hata leo niteseke, me kesho ndakuwa msaada kwa watu. En fait, mtu mwenye yuko na imani anajiangaja kata kwenye hakuna njia. Anayua quand même c'est difficile mais pas impossible, je dois m'engager car j'ai la foi. Mtu mwenye yuko na imani hana besoin mtie moyo. Akiona maisha yake ya kesho anasimama anajitia moyo. Mtu wa imani hata kama alikuwa chini habakie chini, anasimama, safari inaendelea. Na niitangaze kwa kila mwenye yuko na imani, kuna siku utaishi yale uliyoyaamini. Mungu akupe heshima zaidi ya kawaida. Utaishi yale Usishangale siku moja baere wako wa leo wanageuka lokatero wa butiki yako. Maisha iko droll. Kwa hiyo shia tutembee kwa wenye tuko tunaona leo. Tunaona wengine kesho. La foi c'est comme la folie. Mtu wa imani unaona mwenda wazimu. Si huyu aikale chini. No. Akida aliona filmu ya Yesu yote. Atenda kumsalaba, ataponda kichwa kale kabumbafu. Shetani bali mudepuyaka. Mpaka na meno. Yesu alikiaka na pensi. Bale batakia mukilti ya pili, siwaambie nye mkuye fasi ya kuni. Batasikia. Yesu alikiaka na pensi, anatosha na hakuna kitu mbaya sawa kutosha meno na ukufu. Tesha, nye shetani akakia mapengo. Biblia inaikonfirme deja 1 Pierre 5:6. Inasema hivi, muwe na kiasi na kuangalia. Adui yenu shetani anazunguka kama simba angurumaye, akitafuta mtu amumeze, hapana mtafuni. Amen. Mwenye alimezewa, kuko possibility ya kufanya nini? Ya kutapikiwa. Njo Jobe anasema, mali yote aliyoimeza ataitapika. Paske anamezaka me hatafunaki. Wage meno yakitafuna. Adui yako asikuintimidate tena, alishaongolewa meno. Atasema me hata kuua. Eske mimi naeleweka vizuri? Kwa nini Yona akufe mtumbu ya samaki? Basi samaki haikumtafuna, amefanya nini? Kwa nini pesa zako zitarudia? Basi mlozi ya kuitafunaka aliimezaka, me après qu'il te ataitapika. Na niko na amen zaidi ya mwenzake. Sema la foi. La troisième des choses qui attirent les miracles, ce sont de bonnes relations. Mahusiano mazuri. Est-ce que alienda kwa akida? No. Alituma wanani? Wazee. Relation za maana ni makano ya miracle yako. Pauvre, mtu mwenye iko na laana hawezi bakia mrelation pendant 2 ans. Anakuwa na sheria ya kuachana na kila mtu. Yeye ndio anakuwa na ile sheria ya kuachana na kila. En fait, kila mtu ni mubaya kwake. Me mtu wa akili mu maisha yake anaweza ishi na mtu plus ya 20 30 na hata mwambiaka mbaya. Me ukiona ungali na difficulty ya kuishi na mtu mu maisha yako, usingoe miujiza. Parce que relation njo njia inakokotaka miujiza. Relation za kunyangula na kutosha weremana mpaka itazini. Relation inaweza kufikisha kwenye haungi fikaka, inakupatia kibali. Uko na besoin ya muujiza, tafuta mtu wa maana. Angalia Biblia inasema, sina mtu wa kuniweka. Alikuwa anangua nini pale majini? Si muujiza. Kwa nini yaipata? Hana mtu. Manake mtu ni njia. Na kila mtu mdunia iko na madhaifu yake, na wewe uko na madhaifu yako. Mena ukipenda uone muujiza kupitia mtu mwingine, isikusumbue madhaifu. Acha vitu ya kuongea mubaya, utakufa.
Sihangaikie mtu. Mungu asiyebanishi tu. Mungu anikumbuke. Mimi hata mnisarau kama tu Bwana ananijua. Utazikwa na Bwana. Kuko vitu Mungu hawezi fanya. Ndio anasema kisichowezekana kwa wanadamu kwa Mungu kinawezekana. C'est-à-dire denye wanadamu wanaweza fanya, Mungu hawezi vifanya. Anawaachia wanadamu waifanye. Mungu atakunawisha. Unagonjwa mnyumba ulamuke tena, Mungu atakia kula sasa vula mangoti kunawishe. Ni mwanadamu mwingine. Hata kama tunaita Yesu Kristo ni Bwana, lakini kama uko celibatera yaolewa, ni Bwana wakati ya baridi. Wewe usikwe na ingiza Yesu mu programme zenye haiko amo. Nye mnafikiri kwa na Roho Mtakatifu manake mnaweza maliza Roho Mtakatifu anamaliza madiode yote ya mwili. Unasikia njala, nakula roho. Unakula roho. Kuna wakati mwili inawaka. Mwili inawaka. Kura inakuya mwili. Wewe unafikiri saa kura inakuya naingia kwenye maombi na ikausha. Itakauka. Inaomba kuwe mtu ambaye ataregle maampulu. Weka mkono juu, sema Yesu nisaidie. Nijue ishi na watu. Mtu mwatafanya nini? Maampule anairegle. Shina sifia wakati mwa unaanza shukuru. Merci. Niambile 3 personnes, il faut soigner ma relation. Sikufe sabu mbafu. Relation zingine hazitakupa franga, lakini zitakuonyesha kwenye franga iko. Abaze njo relation ya uwakida. Habakuponyesha mtu wake, lakini bakamoriente kwenye uponyaji iko. Mwache kufuata mitu ya TikTok mtakia kufa. Au ma WhatsApp. Kuko watu maisha shabashinda na anakuwa influencer kwa WhatsApp. Niko na influencer wengine. Ukiona Mungu nyumba yako unapitia itoka. Ukiona mtu anafanya hivi achana naye. Utakufa mbele ya wakati. WhatsApp haiko Biblia. TikTok haiko Biblia. Relation yote ya baraka vite na kuwaka ndani. Il y a des relations légumes. Relation légumes ni après 3 mois unaanza vuna. Unaanza kula. Il y a des relations fruits. Fruits taota mu 3 mois. Mais ukivuna légumes leo ni saison hii moya. Mais ukivuna avocat ni ma saison na ma saison. Chifunze uko na perseverer uko na jiuliza huyu mtu ni relation matembela au ni relation légumes ya nkulo. Unajua nkulo? Nkulo ni anglais mbali. Au ni relation avocat. Il y a des relations héritage. Hata unakufa ule mtu anakuwa maana kwako. Miujiza inapitiaka relation. Pana ma relation za ovyo zenye mkifika mnaanza ikalia jina ya watu. Faites attention na mtu mwenye anatembea na ile majina ya watu. Atatembea na yako kesho. La quatrième des choses qui attire les miracles, c'est la stabilité à l'adresse précise. La stabilité à une adresse précise. C'est très fort. On a vu tout le Guillaume Jéhovah. Il est tout la première journée, le premier jour. Ça on le tient comme migulwa malaika kaandika. Na kaandika na hitaji yako. Kisha na malaika akaweka siku yenye Mungu atakutendea. Unaomba mwaka moja, mwaka mbili hauone kitu saa acha niamie kanisa bunduki la Yesu, unaamia bunduki la Yesu. Kanisa ziko tro. Sikia jina pastor Kifagio. Mgeni anakuambia njoo raji. Ndio majina mwa tu ya kuogopesha vyote. Na wanaandika pale nje bunduki la nani? La Yesu. Pastor Kifagio. Shemasi Kikoropo. Mhubiri raji. Na ukisikia masauti ya watipe unasema vraiment ni raji. Bana tumiko for Jehova na raji na kuya. Sasa
Ile buangaishi yako itafanya ukufe gisi huko. Mtu anazaraulika fasi moja anasema niko pale. Nilivunja moyo. Ndio vile mimi naacha kanisa. Kwa siku ushakula maragi kakurudumisa tumbu mpaka ukaenda endesha. Ushaacha maragi. Tena ndio endesha mazeroe. Metena masamdi ingine mnipatie madeswa. Sasa pourquoi unaweza sema mon peuple périt? Mungu akuwa anasaidia watu. Sema kuwa fidèle kwa adresse. Pendant 38 ans hakupona Betsaida. Unajua watu sa exemple saba viki pale. Kuna mtu mwenye ukiona tu perseverance yake wewe peke unasema huyu ana merite. Sio mnaeleweka vizuri. Unafasa roi alisabwaka waswero. Unamsahau uko sababu mnyamjue. Mesali soma kitabu na anaona huyu mtu anasema cette personne ana merite. Parce qu'il iko pale. Mewe unapenda uvune leo. Au kumbuke leo. Kuko wanamke wiko ma mariage leo wanatembelea gari après 25 ans ya mariage. Après 30 ans ya mariage. Ça c'est un exemple. Kuko wanaume leo njoo anavala naye koti ya heshima. Alikuwaka ya ivalaka. Kuko watu wenye alikuwaka yaonaka raha kwa maisha yake. Baada ya kuvumilia njoo raha yake inafika. Sasa ukipenda vya mapupa utauana. Yatosha tu kujua kama niko na mtu wa maana kwa maisha yangu. Parce que mtu wa maana ni mtu wa zamiri. Et la dernière des choses qui attire les miracles, ça hizi hapa ni kitu kinaitwa sadaka ya machozi. Mtu mmoja arudilie, sadaka ya nini? Ya machozi. Turudilie kwa tulianzia. Tulianzia wapi? Ya kwanza ni nini? Kustahili. Ya pili? La foi. Ya tatu? De bonnes relations. Ya ine? Stabilité. Ya tano? Sadaka ya nani amenisikia? Sadaka ya machozi mnaijua? Sadaka ya machozi dans la Bible, ça ce n'est pas une offrande. Il y a une très grande différence entre l'offrande et le sacrifice. Sacrifice ni kitu yenye unatosha na roho yako iko na vuya damu. Ba mingi banatoaka tu sadaka, meyafanyaka sacrifice kwa maisha yake. Sacrifice ni wakati yenye uko na koti moya na ile moya unaipelekea Mungu. Nipe mwana wako Isaka. Isaac n'était pas une offrande. Isaac c'était un sacrifice. Sacrifice ni wakati yenye uko na gari moya. Unaitika ubakie pieto. Mie kwa magari yenye niko nayo nikitoshia Mungu gari, haiko sacrifice. Ni offrande. Tunaelewana vizuri? Parce que Biblia inasema hata aliye na mbili afanye nini? Apane moya. Mena sacrifice aliye na moya apane, nipe mwana wako wa pekee. Tena mbuze. Sacrifice ni wakati yenye uko na $100 mfuko. Na njoo yenye wanakuambia upatie Mungu. Mwenzetu mwa kanisa Sepaki Bukavu iko na $100 huku na ma 500 francs. Anachomola 500 francs anaenda toa. Kumbe alisahabu haiko 500 francs ni ile $100. Mwisho wa kwetu kule. Sasa kurudia anaangalia mfuko wa muna $100. Anafika anambia mashemasi, hamkunionea lule lumoya mle ndani, mlitafuti. Banaambia tukuona Mungu alishaikamata zamani na Mungu akimeza tapikake hata tapika zangu. Kilte naisha mpaka 17h iko kumlango pale. Mimi nachomoka ananiangalia sasa, Gabriele unaona wewe ndio ungali najazwa roho kushinda hapa bote. Usikatu nilombe zangu. Nikamwambia vilikuwa akanifasiria nikasema hapana, Mungu akisha meza hata pikake sasa na ushaharibika kumbi. Nikaenda siplie pasteur amrudishi. Kuko ba pastor huku nje. Wanajua maandiko. Akaniambia siwezi uwa mtu mara pili. Hii pesa hawezi igusa.
Kafika pale nje nikamwambia bana katara. Alilia machozi. Sijue kama nani alimpatia yake ile $100, sijue. Semene ile akaangusha $4000 mwezi. 4000 kaanguka mwezi. Jana kia pale ukarimu mnichukulie majaribu, kaambia tosha majaribu hapa. Kuko sadaka shetu tushatoa viato mkanisa, tunarudia sasa kimangwiste migulu chini. Tushaenda mkanisa na gari unarudia pieto. Tushafika mnivo yenye viti yote ya mnyumba unaitoa, mnabakia sasa tere ya futu. Hamuna tena kitu. Tushafika mnivo yenye sakoshi yote ya manguo unaipatia Mungu. Ushafanya msakrifisi wewe. Ima utoaje ma $5, ma utoaje ma $10, na unafikiri utaokota muujiza? Sacrifice ni fasi kwa unasema hii ndio mwanzo na ndio mwisho. Et ça attire les miracles. Mtu mmoja aseme amen. Weka mkono tuseme Mungu nisaidie. Nijue kukufanyizia sacrifice. Inikokotee miujiza kwa maisha yangu. Si tushaona mtu mwenye analetea Mungu dokima ya nyumba. Anasema parcele hii mimi natolea Mungu. Mungu wa mbinguni akichukua vyako vya zamani, anapendaka vishanjiwe na kuwa vya mpya. Kuna somo mbona niko na prepare ndafundisha hapa. Magumu mko nayo, mnapenda Mungu kwa milomo. Mnaomba kwa imani, Mesaya kutoa mnatoa kwa hesabu. Hata mpastere kuna kuombea na kutia mkono ukichwa Jehova, unamwacha. Akijatopa kumbafu na huko franga. Naambia unaenda wapi kule? Roho yako iko kwenye franga iko. Kazi ya Mungu kianza ifanye kwa kujua tu kama tuko tunabahitajirisha. Usitoe. Usitoe. Ukitoa kwa manunguniko, ile sacrifice haina kazi. Kwa maana Bwana alivyoupenda ulimwengu hata akafanya nini? Akatoa wanawake 5. Mwana wa ili kila muaminie, wewe ushatoa nguo ya pekee. Kwa mwingine mwakitolea kanisa mpaka mnasema mbona jaribu hii? Anawaletea pantalon kwa sababu pepe kale, mnajiuliza tutayeuzishia wapi? Mtu mmoja alipatia kapitula kwa stade. Mugulu mwa kapitula yo sanji ya Sake. Mugulu wengine kapitula nda Ruchuru. Hata nikitia migulu 4 mumoya haingi eneaka. Usho mtu nakupatia maragi nitakula hata makala hata saki 2. Pako na alinipa alikuongezea jaribu. Ushona mtu anakuambia karibu kumeza alitia pilipili yenyewe peke hawezi. Iko nakula unafaa. Mimi anakuambia karibu tukule. Njoo tu unaanza naambia endelea vyako. Kuko watu mwa kazi ya Mungu mwenye mtu mwana anatoa mikapo juice $1 ya $1. Haina tena kazi na anailetea Mungu. Kenyo yafanyaka juu ya Mungu, c'est impossible akifanya juu yako. Mwa maombi ya akida, ya kwanza mlikuwa kustahili, sema kustahili. Ya pili mlikuwa imani, sema imani. Ya tatu mlikuwa relation, sema relation. Ya nne mlikuwa sadaka, sema sadaka. Ya tano alikuwa fidèle kwa adresse. C'était un homme avec une adresse précise. Tu oima kuomba Mungu.